Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo ningependa tujifunze kwa habari ya kitu kimoja kinaitwa imani. Kwanza kabisa inakupasa ujue ya kwamba imani ni roho. Imani ni roho. Ukisoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 12:6 mpaka mstari wa 9, neno la Mungu linasema, kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote, lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa roho kwa kufaidiana. Mstari wa 8 unasema, maana mtu mmoja kwa roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa, apendavyo roho yeye yule. Alafu mstari wa 9 ndipo ambapo kuna pointi yetu. Neno la Mungu linasema ya kwamba mwingine imani katika roho yeye yule. Kwa hiyo inakupasa ujue ya kwamba imani ni roho. Imani ni roho. Sasa hii roho inafanya nini katika maisha ya mwanadamu? Imani ni roho iliyo ndani ya mwanadamu, ambayo roho hii inampa mwanadamu uweza moja wa kufanya mawasiliano kati yake yeye na viumbe wasioonekana kwa macho ya damu na nyama, ambao viumbe hawa, mfano wa viumbe hawa ni malaika watakatifu, Roho Mtakatifu, mashetani, majini na kadhalika. Na imani hii inampa uwezo mwanadamu wa kufanya ushirika pamoja na viumbe hao, kwa sababu ukumbuke ya kwamba malaika watakatifu au Mungu Baba ama Yesu Kristo huwezi kumwona kwa macho ya damu na nyama, huwezi kumwona kwa macho ya damu na nyama, kwa sababu yeye ni roho, na wale wote wanaomfuata yeye lazima wawe na imani ya kwamba yeye yupo. Kitabu cha Waebrania 11 mstari wa kwanza, Waebrania 11 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema hivi, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Umeelewa kwamba Mungu haonekani, lakini lazima uamini ya kwamba Mungu yupo ndio uweze kupata mawasiliano naye. Mungu haonekani, Roho Mtakatifu haonekani, malaika watakatifu haonekani, lakini tunaamini ya kwamba hawa watu wapo na tunaweza kufanya nao mawasiliano, tunaweza kushirikiana nao, tunaweza kufanya ushirika nao kwa sababu ya kuwa na imani. Kwa maana pasipo imani hauwezi kupata mawasiliano kati yako wewe na viumbe wa roho. Pasipo imani hauwezi kupata mawasiliano kati yako wewe na viumbe wowote wa roho. Ukisoma katika kitabu cha Waebrania 11 mlango wa 6, neno la Mungu inasema hivi, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yupo na kwamba huwapa thawabu wale wote wamtafutao. Umeona ya kwamba Mungu yupo, lakini ili umwendee na ili uweze kupata thawabu kutoka kwa Mungu, ama ili uweze kupata kitu kutoka kwa Mungu, ili uweze kufanya mawasiliano na Mungu, lazima kwanza uwe na imani. Kwa hiyo imani ni roho ambayo inampa mwanadamu uweza wa kufanya mawasiliano ama kushirikiana vitu fulani na viumbe wasioonekana, viumbe ama vitu visivyoonekana. Kwa maana tunajua ya kwamba vyote vinavyoonekana vimetokana na vitu visivyoonekana. Maana yake ni kwamba maisha yetu ya kila siku tunayoyaishi ni maisha ambayo maisha yetu yameanzia katika roho. Lakini pia imani hii ni imani ni roho pia ambayo inampa mwanadamu uwezo wa kuhamisha mambo, kuyatoa katika ulimwengu wa roho, ulimwengu usioonekana, na kuyafanya yale mambo yadhihirike katika ulimwengu wa damu na nyama. Imani ni roho pia ambayo moja inampa mwanadamu kufanya ushirika na mawasiliano na viumbe wasioonekana, viumbe wa roho. Lakini pia mbili ni roho ambayo inampa mwanadamu uweza wa kuhamisha mambo yaliyoko katika ulimwengu wa roho na kuyaleta katika ulimwengu wa damu na nyama. Mfano, unaweza ukawa umeambiwa wewe una nyota ya kumiliki magari. Yale magari ambaye nabii ameyaona akakutamkia, akakwambia kwamba katika ulimwengu wa roho ninaona una magari. Maana yake ni kwamba yale magari katika ulimwengu wa mwili huna magari, lakini katika roho yapo magari. Maana yake ni kwamba ili yale magari ama ili biashara ama ili ndoa iliyopo katika ulimwengu wa roho idhihirike katika ulimwengu wa damu na nyama, moja ya kitu ama moja ya vitu ama moja ya funguo inayoweza kuhamisha mambo, kuyatoa katika ulimwengu wa roho na kuyaleta katika ulimwengu wa damu na nyama, jambo hilo ama moja funguo hiyo ni kuwa na imani. Katika maisha ya mwanadamu hakuna jambo lolote lile ambalo linaweza likatokea pasipo mwanadamu kuwa na imani, kwa maana imani ndio kitu pekee ambacho kinaweza kuleta mambo, kuyatoa katika ulimwengu wa roho na kuyathibitisha katika ulimwengu wa damu na nyama. Katika dunia tunayoishi, mambo yote unayoyaona yanaonekana
haya mambo yametokana na vitu visivyoonekana. Ndivyo Biblia inavyotuambia, ndivyo neno la Mungu linatuambia ya kwamba mambo yote mnayoyaona ama vitu vinavyoonekana vimetokana na visivyoonekana. Kwa nini? Vitu hivi vimetoka katika ulimwengu wa roho, na ili vitu hivi vithibitike, mimi na wewe lazima tukubaliane ya kwamba kuna mtu au watu fulani ambao waliamini, walipoamini vitu hivi vikatokea. Sasa katika hizi imani ama katika hii imani tunayoizungumzia ama roho hii ya imani, hii roho inakuwa imegawanyika katika makundi mbalimbali, lakini leo tutakwenda kuiangalia makundi mawili, ambayo makundi haya, kundi la kwanza ni imani, ni roho ya imani ambayo roho hii iko hai, ni imani iliyo hai lakini haiongezeki. Lakini na roho ya pili tutakayoenda kuiangalia ni imani ambayo iko hai lakini inaongezeka. Umeelewa? Imani inaweza kuongezeka lakini imani inaweza kupungua. Imani inaongezeka lakini pia inaweza kupungua, na imani inaweza isiongezeke kabisa lakini iko hai. Sasa ukiangalia hii imani ambayo haiongezeki ni imani ambayo iko hai, lakini ni imani ambayo iko ndani ya mwanadamu, ambaye mwanadamu huyu imani yake hii ina uwezo wa kumsaidia yeye mwenyewe peke yake, lakini imani hiyo haina uwezo wa kusaidia watu wengine. Imani hiyo ina uwezo wa kumtoa mwanadamu mmoja katika matatizo, katika shida, katika vitu fulani, na ikasababisha vitu fulani kutoka katika ulimwengu wa roho kuja katika ulimwengu wa mwili, lakini vitu vile ni kwa ajili yake yeye mwenyewe, na vile vitu yeye hana uwezo wa kuwasaidia watu wengine kupitia imani yake alionayo. Maana yake ni kwamba unaweza ukamkuta mtu, kwa mfano, yuko ofisini, tunaweza tukachukulia mfano, ameajiriwa. Yeye ni mtu ambaye ameokoka, amemfanya Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, kisha amempokea Yesu na ndani yake amemwamini Mungu, na katika imani yake aliyonayo ni imani ambayo akipita kwenye matatizo ana uwezo wa kujiombea, ana uwezo wa kufanya vitu fulani, akatoa sadaka, akafanya mambo yake yakaenda. Lakini inapotokea pale ofisini kuna mtu fulani ameugua, ama kuna mtu fulani ameumwa, ama kuna mtu fulani ana matatizo, huyu mtu hawezi kuamini kwamba yeye kupitia imani yake anaweza kumsaidia yule mtu. Hawezi kuinua mkono wake kumwombea yule mtu apone. Hawezi kuinua mkono wake kumsaidia ndugu yake. Hawezi kuinua mkono wake kuweka mkono wake juu ya ndugu yake ama rafiki yake ama mfanyakazi mwenzake akamwambia na kuombea kwa imani nilionayo mimi, hata kama wewe muamini Mungu, ila kwa sababu ya imani yangu wewe upone. Hawezi, anakuwa hawezi. Lakini yeye akiumwa ama yeye akipitia tatizo, anao uwezo wa kupiga magoti na akaomba, anaamini kabisa kwamba Mungu anaweza kunisaidia. Na kitu pekee kinachoweza kumfanya mtu huyu imani yake isiongezeke na kusaidia watu wengine, moja ni kwa sababu mtu huyu anakuwa hajiamini. Kutokujiamini kunasababisha mwanadamu huyu ama kunasababisha mtu huyu asiweze kuwasaidia watu wengine kwa imani ile aliyonayo. Kwa hiyo imani ile inakuwa imewekewa mipaka. Ni imani ambayo inamsaidia yeye peke yake, ni imani ambayo haiwezi kuwasaidia watu wengine. Anasema ameokoka, amemfuata Yesu Kristo, lakini ukumbuke Yesu Kristo anasema nimewaweka duniani mkawe wanafunzi wangu, nendeni mkalifundishe neno langu, nendeni mkawafanye watu kuwa wanafunzi wangu. Hakuweka mtu mmoja, bali aliwaweka wote. Sisi sote tu wanafunzi wa Yesu Kristo. Kwa hiyo imani zetu sisi inatupasa ziwe ni imani za kusaidia watu wengine, zitusaidie sisi lakini ziwasaidie na watu wengine pia kumfuata Yesu Kristo. Lakini unamkuta mtu imani yake haiongezeki, imani yake haiwezi kupiga hatua, imani yake haiwezi kwenda mbele. Kwa lugha nyepesi tunaweza tukasema ni imani isiyozaa, ni imani tasa. Tukichukulia mfano wa imani hii, tunaweza tukachukulia mfano, kuna aina fulani ya mimea ama miti ambayo unaweza ukaipanda sehemu katika udongo mzuri kabisa, lakini miti ile inakuwa kabisa, na ikishakuwa ikiwa mikubwa, miti ile haizai matunda. Ni miti iko hai, haijakauka, ni miti iko hai, imestawi, ni miti iko hai, imemwagiliziwa na imekuwa kabisa, lakini miti ile haina uwezo wa kuzaa matunda. Maana yake ni kwamba miti ile inao uwezo wa kujibeba yenyewe, inao uwezo wa kujisaidia yenyewe, inao uwezo wa kujitunzia chakula chake yenyewe, isiweze kupitia vitu fulani, isiweze kukauka, lakini haina uwezo wa kukua ikatoa mbegu ambayo ile mbegu ikazalisha miti mingine, ama ile mbegu ikawa faida kwa wale watu walioipanda ile mbegu. Hiyo ni imani ya mtu ambaye isiongezeka, ni imani ya mtu ambaye haizai, haikui. Umeona? Lakini
Imani hii, kitu cha pili ambacho kinaweza kikaifanya imani hii isiongezeke ama isikue, imani ya mwanadamu, ni kwa sababu mtu huyu anakuwa ana upungufu wa ufahamu na maarifa ya namna ambavyo Mungu anatenda kazi. Kwa sababu ili imani yoyote ikue, ili imani yoyote ipige hatua, ili imani yoyote izae, lazima imani hii ambayo mtu huyu amemwamini Mungu, amemwamini Yesu Kristo, anaanza akiwa na imani ndogo, lakini imani yake inaongezeka kwa sababu moja, mtu huyu anakuwa anatafuta maarifa na ufahamu. The more unavyozidi kutafuta maarifa ya kimungu, the more unavyozidi kutafuta ufahamu wa kimungu, ndivyo ambavyo imani yako inazidi kukua. Ndivyo ambavyo unajua kumbe Mungu anaweza kugawanya bahari ya Shamu. Kumbe Mungu anaweza kushusha moto kutoka mbinguni na ukalamba sadaka za manabii wa Baali. Kumbe Mungu anaweza kuifunga midomo ya simba na simba wasimle mtumishi wake. Kumbe Mungu anao uwezo kuifanya mvua isinyeshe miaka 3.5 kwa sababu ya neno la mtumishi wake. Kumbe Mungu anao uwezo wa kugawanya mto Yordani. Kumbe Mungu anao uwezo wa kumponya mtu aliyekuwa ana ukoma toka kuzaliwa kwake na ngozi yake ikawa kama mtoto mchanga. Vile unavyokuwa unasoma, vile unavyokuwa unamtafuta Mungu, vile unavyokuwa unatafakari mambo ya kimungu, ndivyo ambavyo imani yako inazidi kukua. Na imani yako inavyozidi kukua, inakuwa kwa sababu unayafuatilia na kuyatafuta na kuyajua yale mambo ya kimungu na matendo makuu ya Mungu. Kwa hiyo yale matendo yanakuwa yanakupa wewe kujua ukuu wa Mungu. Unapojua ukuu wa Mungu, imani yako inaongezeka na wewe unajua ya kwamba kumbe mimi naweza nikatamka neno moja na Mungu akatenda, si kwangu tu, hata kwa watu wengine. Umeona Lakini huyo mtu imani yake ambayo haiongezeki ni kwa sababu anakuwa amepungukiwa maarifa ya kimungu, amepungukiwa ufahamu wa kimungu. Ni mtu ambaye asiyemjua Mungu wake. Ukisoma katika kitabu cha Danieli, neno la Mungu linasema ya kwamba na watu wamjuao Bwana, na watu wamjuao Bwana watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Ina maana uhodari na kutenda mambo makuu ni pale ambapo unamjua Mungu kwanza. Ndio maana Biblia inasema watu wamjuao Mungu wao. Maana yake ni kwamba lazima umjue Mungu wako kwanza. The video unavyomjua Mungu wako kwanza, ndivyo imani yako inakuwa. Imani yako ikikua, ndipo pale unapoweza kufanya mambo makuu. Unaweza kufanya mambo yaliyo makuu, unaweza kuwasaidia wengine, unaweza kuwainua wengine kupitia imani yako. Lakini ukiona imani yako inakwambia kwamba mimi siwezi kusaidia wengine, lakini wewe unaweza kujiombea mwenyewe, unaweza kupiga magoti kuomba, unaweza kufanya vitu fulani, lakini linapotokea tatizo kwa mtu mwingine unakuwa una uoga wa kumsaidia. Maana yake ni kwamba wewe imani yako bado haizai, imani yako umeiwekea mipaka, imani yako ni imani isiyoongezeka. Umeona Lakini imani inayoongezeka iko vipi? Imani inayoongezeka ni imani ambayo imani hii ina uwezo wa kumsaidia mtu aliyonayo, lakini pia ikawasaidia na watu wengine. Imani hii inakuwa inaanza kama punje ndogo sana. Mfano mzuri ni neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mathayo 17 mlango wa 20. Mathayo 17 mlango wa 20. Neno la Mungu linasemaje kwa habari ya chembe ya haradali? Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu, kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Imani iliyo ndogo kama punje ya haradali ni imani kubwa, ambayo imani hii Yesu anasema hakuna jambo litakaloshindikana kwenu, yote yatawezekana kwa sababu mna imani hiyo. Sasa hii imani kwa watu wanaweza wakaichukulia kwamba ni imani kapunje kadogo, ambako ni kapunje ni kadogo zaidi ya punje ya mchele ama punje ya harage. Lakini Yesu hakumaanisha hivyo. Alimaanisha hii ni imani ambayo inaongezeka, ni imani inayokuwa, ni imani ambayo iko ndani ya mwanadamu. Inaanza ikiwa ndogo, lakini inazidi kuongezeka na kuchanua na kusaidia watu wengine. Hii ni imani inayokuwa, hii ni imani inayozaa. Ukitaka kuelewa imani hii iko vipi, ukisoma katika kitabu cha Mathayo 13 mlango wa 31 mpaka 32, neno la Mungu linasema hivi ya kwamba akawatolea mfano mwingine akasema, ufalme wa mbingu umefanana na punje ya haradali aliyoitwaa mtu akaipanda katika shamba lake, nayo ni ndogo kuliko yote. Maana yake imani ya punje ya haradali ni imani inayoanza ikiwa ndogo sana. Ni imani inayoanza ikiwa hajui kitu, anamwamini Yesu, anamfanya Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ajui njia za Yesu kufanikisha watu, ajui namna Yesu anavyowainua watu, ajui namna Yesu anavyotembea na watu, ajui namna ambavyo Yesu anabariki watu, lakini yeye amelisikia tu neno la Mungu kwamba Yesu yuko anaokoa, naye amepiga magoti, amempokea Yesu. Bado imani yake ni changa. Imani yake inapokuwa changa, neno la Mungu linasema hivi ya kwamba nayo ni ndogo kuliko mbegu zote, lakini ikiisha kumea huwa kubwa kuliko mboga zote, hata ikawa mti, na hata nyuni wa angani huja na kukaa katika matawi yake.
Elewa hicho kitu, nayo ni ndogo kuliko mbegu zote, lakini ikiisha kumea, yule mtu ikiisha kumea huwa kubwa kuliko mboga zote, ikawa mti, hata nyuni wa angani huja na kukaa katika matawi yake. Sijui umeelewa hapo? Maana yake ni kwamba hii ni imani ambayo huyu mtu imeingia ndani yake, amemwamini Yesu, kisha akaanza kutafuta, akaanza kutafiti, akaanza kumtafuta Mungu, akaanza kujifunza neno la Mungu, akaanza kuomba, akaanza kumsogelea Mungu, akaanza kumjua Mungu, akaanza kumwendea Mungu. Katika vile anavyozidi kuendelea, ndivyo vile anavyozidi kukua. Vile anavyozidi kuikuza imani, ndivyo vile imani inavyozidi kukua. Na imani ile inavyozidi kukua, katika imani hiyo unakuja kushangaa kwamba mtu huyo imani yake inakuwa inamsaidia yeye, na akiingia katikati ya wanadamu wenye matatizo kupitia imani yake yeye, imani hiyo imani inayowasaidia na wengine wanapona, na wengine wanapata msaada kupitia imani yake. Amen. Ukisoma katika kitabu cha Marko 2:1-5, neno la Mungu linasemaje? Neno la Mungu linasema hivi: ni imani ambayo unaweza ukaitumia imani yako kumsaidia mtu mwingine ambaye hana imani, na akapata matokeo, na akafanikiwa, na akapona, pengine alikuwa anaumwa na akainuka, na yeye akapata imani kupitia wewe. Ndio maana inaitwa imani ya punje ya haradali. Maana yake ni imani inayoanza ikiwa ndogo, alafu inakuwa mti mkubwa, mpaka wengine wanakuja katika ile imani yako kupata msaada kupitia wewe, alafu na wao wanapata imani zao. Marko 2:1-5, neno la Mungu linasema: akaingia Kapernaum tena baada ya siku kadhaa, wakaza, ikasikiwa ya kwamba yumo ndani. Wakakusanyika watu wengi, isibaki nafasi hata mlangoni, akawa akisema nao neno lake. Wakaja watu, sikiliza mstari wa 3, wakaja watu wakimleta mtu mwenye kupooza, anachukuliwa na watu 4. Kuna mtu mmoja amepooza, then kuna watu 4 wamembeba mtu mmoja aliyepooza. Nao walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya mkutano, walitoboa dari pale alipokuwapo, na wakiisha kuivunja wakaiteremsha godoro. Umeelewa? Wakaliteremsha godoro alilolalia yule mwenye kupooza. Sasa sikiliza mstari wa 5. Imani yetu ya punje ya haradali iko hapa. Neno la Mungu linasema, naye Yesu alipoiona imani yao, hakuiangalia imani ya yeye aliyelala katika godoro ambaye amepooza. Pengine huyu mtu aliyekuwa amepooza alikuwa ameshajikatia tamaa, ameshakata tamaa, amechoka, anatamani afe, kwa sababu kupooza kwa muda mrefu maana yake ni kwamba unafanyiwa kila kitu, unakuwa umechoka. Pengine ameenda kwa madaktari, ameenda hospitali, ameenda kila sehemu na ameshindwa kupata msaada. Mwisho wa siku amechoka, anatarajia kufa. Maana yake ndani yake anaona ya kwamba muda wake wa kuishi umeisha, anatamani afe. Lakini angalia, Yesu Kristo hakuiangalia imani ya yeye aliyelala. Maana yake ni kwamba yawezekana mtu huyu imani yake ilikuwa imeshakufa. Neno la Mungu linasema, naye Yesu alipoiona imani yao akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako, na yule mtu akapona. Maana yake ni kwamba hakuangalia imani ya huyu aliyelala kwenye godoro, bali aliangalia imani ya wale wengine. Maana yake ni kwamba imani ya watu wengine imemsaidia huyu mtu kupona. Maana yake ni kwamba si imani yake tu, ambayo si imani yako peke yako inayoweza kukufanya wewe usaidiwe. Maana yake ni kwamba ukipata mtu mwenye imani kubwa, ukakaa chini yake, ukatembea kupitia yeye, maana yake kupitia imani yake yeye, wewe unaweza ukavuka viunzi. Kupitia imani yake yeye, wewe unaweza kufunguliwa milango na ukafanikiwa. Kupitia imani yake yeye, wewe unaweza ukafanikiwa, ukafika mbali. Je, uko chini ya mtu mwenye imani ya kiasi gani? Uko chini ya mtu mwenye imani ya namna gani? Inakupasa ujue. Ndio maana Biblia inasema, waigeni wao, chunguzeni kwanza mienendo yao, chunguza kwanza mwisho wao. Maana yake lazima uangalie, si kila mtu unaweza kukaa chini yake, si kila mtu unaweza kutembea naye, si kila mtu unaweza kukubali kuenenda naye, si kila mtu unaweza kaiga imani yake. Kwa maana kuna imani zingine zikifika kwenye matatizo zinanyamaza, kuna imani nyingine haziwezi kutoboa miamba. Lakini kuna imani za baba zetu ambao hawa ni watumishi wa Mungu, ambao wamesimama katika imani na misingi iliyo ya hatari, ambao hawa ukikaa chini yao, hata kama wewe ukifika sehemu ukatetemeka, akikwambia mwanangu usiogope, nenda, utafanikiwa. Kwa sababu ya imani yake yeye, inaamini ya kwamba pale unaweza kupita, na wewe ukipita pale unaweza kupita, kwa sababu si ya imani yako, ni kwa sababu ya imani yake. Na wewe siku moja kuna sehemu utafika, utajikuta umeiga imani ya yule mtu, umevaa imani ya yule mtu, roho ile imekuingia na wewe umekuwa na imani kubwa kwa sababu ya kujifunza kutoka kwake, na wewe unapita mahala ambapo haukustahili kupita, na unashangaa unashinda. Sikiliza, Yesu alipoenda kumfufua Lazaro alikuwa pia amekufa. Lazaro alikuwa haamini kwamba atakuja kufufuka kwa sababu tayari ameshakufa. Hakuna imani pale, roho imeshaondoka. Kilichomfufua Lazaro
ni imani ya Yesu iliyokuwa ndani yake, ni imani ya Yesu ya kwamba mimi neno langu linaweza likamfufua na yule, kwa sababu imani inatenda kazi ndani ya mtu, lakini pia ina uwezo wa kutenda kazi kwa mtu mwingine. Kwa hiyo imani ya Yesu ilikuwa ni imani ambayo inakuwa ni imani ya chembe ya haradali. Umeona, ni imani ambayo inatenda kazi, ambayo imani hiyo ikamfufua Lazaro. Lazaro alifufuka si kwa sababu ya imani yake, bali ni kwa sababu ya imani ya Yesu Kristo. Ndio maana Yesu alipomuita akamwambia Lazaro, na kuita toka nje, na Lazaro akatoka. Kwa nini? Kwa sababu imani ya Yesu inafanya kuumba upya. Maana yake ni kwamba kumbe kuna nguvu ya uumbaji ndani ya imani. Kumbe kuna nguvu ya uumbaji ndani ya maneno yanayotamkwa na mtu mwenye imani. Kumbe kuna nguvu ya kurudisha mambo, kuna nguvu ya kufanikisha, kuna nguvu ya kuinua, kuna nguvu ya kupiga hatua kwa mtu yeyote ambaye maneno yake yanakuwa yanatoka ndani ya imani yake. Imani kumbe ina uwezo wa kuongezeka kwa sababu ya huyu mtu kumtafuta Mungu, kujifunza neno la Mungu, kuomba, kufanya vitu fulani fulani. Imani huongezeka, lakini pia imani huwa inapungua. Sasa nataka nikuoneshe kwamba ni njia gani ambazo imani huongezeka, kwa sababu Biblia inatuambia katika kitabu cha Warumi. Tusome kitabu cha Warumi 10:17. Neno la Mungu linasema hivi: basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Chanzo cha kwanza cha imani kuingia ndani ya mwanadamu na kukaa ndani ya mwanadamu na kuongezeka ni pale ambapo huyu mtu anaamua kusikiliza, anajifunza kusikiliza. Kwa hiyo kusikiliza kuna uwezo wa kuongeza imani yako, na kusikiliza pia kuna uwezo wa kuiharibu imani yako. Likumbuke hilo. Ni nini unasikia? Ni nini unasikia kutoka kwa watu? Ni nini unasikiliza? Nini unasikiliza? Huwezi kutaka imani yako iongezeke kwa habari ya Mungu alafu ukaanza kusikiliza mambo ambayo yanamponda Mungu. Huwezi ukataka imani yako iongezeke kwa habari ya Yesu Kristo alafu ukawa ni mtu wa kusikiliza mambo ambayo yanapinga kwamba Yesu Kristo sio Bwana, Yesu Kristo sio Mungu, Yesu Kristo sio Mwokozi. Imani yako haiwezi kuongezeka. Kwa hiyo kama imani inaingia ndani ya mwanadamu na inakuwa ama kupungua kwa kupitia kusikia, inakupasa uweke mipaka katika kusikiliza, uweke mipaka katika kusikia, uweke mipaka katika kusikiliza chochote unachokisikia. Maana yake ni kwamba lazima uwe unachuja yale mambo ambayo unayasikia. Kwa hiyo jambo la kwanza linalofanya imani kuongezeka na kuingia ndani ya mwanadamu, moja ni katika kusikia, mbili ni katika kuona. Kuona pia kunaleta imani, kuona pia kunafanya imani iongezeke, kuona pia kunamsababishia mtu imani yake kuwa kubwa, kwa sababu ukisoma katika kitabu cha Waebrania 13 mlango wa 7, neno la Mungu linasema hivi, linasema ya kwamba wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, waliowaambia neno la Mungu. Umesikia moja katika kusikia. Maana yake hao watu waliwaambia neno la Mungu, walikuwa wanawaambia, maana yake nyinyi mlikaa chini yao mkasikiliza. Hiyo ni moja, mwakumbuke. Alafu jambo la pili, tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao. Maana yake ni kwamba huwezi kuchunguza kitu pasipo kuangalia. Lazima usikilize na lazima uangalie. Lazima uchunguze kwa kuona, lazima uchunguze kwa kufuatilia. Unachunguza kwa kusikiliza, lakini pia unachunguza kwa kuangalia. Alafu Biblia inasema igeni imani yao. Umeona igeni nini? Imani yao. Maana yake ni kwamba kama ukiwatafuta hawa watu, ukawaangalia hawa watu, ukawasikiliza hawa watu, wengine ni baba zetu wa kiroho, kisha ukaangalia matendo yao, ukaangalia njia zao, ukaangalia vile wanavyotenda, ukaziangalia imani zao, namna walivyoinuka, namna wanavyomwamini Mungu, namna wanavyotembea na Mungu. Umeona, unapokuwa unawaangalia namna wanavyotembea, matendo yao, imani zao zilivyokuwa mbele za Mungu, maneno wanayoyatamka na namna wanavyofundisha watu, imani yako inazidi kuwa kubwa. So vile ambavyo imani yako inazidi kuwa kubwa, vile ambavyo unawaona wao wanatenda, kumbe na wewe unaweza ukaiga. Kumbe imani inaweza kuigwa. Ndio maana tunaweza tukaona leo kumbe kuna watu walizaliwa wako vizuri kabisa, wametoka katika familia zinazompenda Mungu, wamezaliwa katika misingi ya kimungu, baada ya kukutana na marafiki wa aina fulani, kwa sababu wale marafiki pengine walikuwa wanaenda kwa waganga na wao wakajikuta wanaiga tabia kwenda kwa waganga wa kienyeji. Kwa hiyo maana yake kumbe imani inaweza ikaigwa. Unaweza ukaiga imani iliyo njema na unaweza ukaiga imani iliyo mbaya. Kuna watu wanaamini ya kwamba Mungu wanaamini ya kwamba Yesu Kristo si Bwana na Mwokozi wa maisha. Unamkuta na mwingine anaiga, hana uhakika, lakini kwa sababu amemsikia baba yake akisema, au amemsikia mama yake akisema, au amesikia ndugu akisema ya kwamba Yesu sio Mungu, Yesu sio mwana wa Mungu, Yesu hakufa kwa ajili yetu, Yesu ni mwanadamu kama sisi, ila ni vitabu tu vimeandika, na yeye hana uhakika, hana nini, lakini kwa sababu amesikia na yeye anaiga.
wanaiga. Kwa hiyo kumbe imani inaweza ikaigwa, na kuna wengine wanaiga imani zilizo njema, wanaiga kumfuata Yesu Kristo, na katika kuiga kule wanajikuta wanajifunza kitu kilicho chema, ambacho kile kitu kinawaingiza katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo chunga sana katika kile unachokisikia, chunga sana katika kile unachokiona, kwa maana ya kwamba imani yako ndipo inapokuzwa hapo, na imani yako ndipo inapoharibiwa hapo, katika kuona na katika kusikia. Lakini katika jambo la tatu linaloweza kuingiza imani ndani ya mtu na kuongeza imani ya ndani ya mtu ni katika kuombewa. Kuombewa na kuomba kunaleta imani ndani ya mtu. Ndio maana Luka 17:5 inasema wanafunzi wakamwambia, utuongeze imani. Maana yake ni kwamba Yesu utuombee ili tuwe na imani. Maana yake ni kwamba Yesu utuwekee mikono. Maana yake ni kwamba Yesu utufundishe. Lakini ukisoma katika kitabu cha Luka 22:31 neno la Mungu linasema hivi, akasema, Simoni, Simoni, tazama shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano. Alafu mstari wa 32, pointi yetu iko hapa, sikiliza kwa makini. Lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike. Maana yako ili imani yako isianguke, ili imani yako isishindwe, nawe utakapoinuka uwatie nguvu na wenzako. Maana yake Yesu anamwombea Petro ili imani yake itakapoingia katika majaribu, itakapoingia katika vishawishi, imani yake isianguke. Maana yake ni kwamba kumbe imani kuimarishwa, kumbe imani kuongezeka, kumbe imani kuwa imara, kuna wakati inabidi uombewe. Inabidi awepo mtu aliyekutangulia, mtu mwenye nguvu zaidi yako, mtu mwenye imani kubwa zaidi yako, akuambukize, akuombee, akuwekee mikono juu yako, atamke maneno fulani ambayo yale maneno yatakuwa ni msingi, yatakuwa ni nguvu ya kuisimamisha imani yako, na imani yako ikasimama imara. Katika imani hizi mbili, imani inayoongezeka na imani isiyoongezeka, hizi imani zinatenda kazi ndani ya mwanadamu. Inakupasa ukatae kuwa na imani isiyoongezeka, imani isiyozaa matunda. Kwa hiyo inakupasa ukimfuata Yesu ukatae kuwa na imani isiyozaa, uitafute imani ambayo inazaa matunda. Tafuta Mungu, omba sana, nenda kaombewe, kaa karibu na watu ambao wanamjua Mungu zaidi, wanaomjua Yesu zaidi, wapate kukuinua, wapate kukuonesha njia iliyo sahihi ya Yesu Kristo, ili na wewe imani yako iwe kubwa. Jifunze kwa watu, jifunze kwa watumishi wa Mungu. Leo tunao watumishi wa Mungu wengi wa ukweli ambao wanatufundisha, au wamekuwa ni baba zetu, wametutangulia sisi mbele, tunaziiga imani zao, tunawaona walipita katikati ya magumu na wakainuka tena, tunawaona wengine walianguka na wakainuka tena, imani zao ni kubwa, na sisi tunajifunza. Tunapojifunza tunasogea karibu yao, wanaweka mikono yao juu yetu, wanatamka maneno juu yetu, wanatufundisha namna ya kuishi katika imani iliyo kuu, na pale ndipo ambapo tunaipata ile roho ya Mungu, ambayo roho hiyo inatupa sisi kuwa na sisi na imani kubwa. Ukisoma katika Biblia, imani zetu sisi zote zimetoka kwa Ibrahimu. Kuna mambo ambayo yalikuwa katika ulimwengu wa roho ambayo Mungu alimwahidi Ibrahimu, akamwambia Ibrahimu, nimekuahidi jina kubwa, nimekuahidi utajiri, na nimeahidi uzao wako utatajirika na utafanikiwa. Kama Ibrahimu asingekuwa na imani ya kupokea yale mambo, maana yake mimi na wewe leo tusingeyapata, kwa sababu mimi na wewe ni uzao wa Ibrahimu katika imani, na Ibrahimu alipoamini lile jambo, Mungu akalithibitisha. Leo mimi na wewe tunapata baraka fulani ambazo zinatoka, zile baraka zinawafuata watoto wa Israeli, zinawafuata watoto wa Ibrahimu, kwa sababu Ibrahimu baba wa imani aliamini. Alipoamini akayafanya yale mambo kuwa katika ulimwengu wa damu na nyama. Yalipokuwa katika ulimwengu wa damu na nyama, yakatembea, yakaenda kwa Isaka, yakaenda kwa Yakobo. Na sisi tu wazao wa Yakobo, sisi tu wazao wa Ibrahimu na Isaka kwa imani. Na sisi kuna vitu tunavipata ambavyo vile vitu waliahidiwa baba zetu kwa sababu ya imani tulizonazo. Maana yake ni kwamba kama ukimwamini Mungu unapata baraka ya Ibrahimu, Isaka na Yakobo kwa njia ya imani. Lakini pia kama ukiamini mashetani ama ukaamini mizimu ya ukoo, maana yake ni kwamba utapata zile laana ambazo walizipata babu zako, walizipata baba zako waliokuwa wakiabudu miungu mingine, kwa sababu ukumbuke ya kuwa wao wanaabudu miungu kwa imani na wewe unamwabudu Mungu kwa imani. Kwa hiyo chochote ambacho unakiamini ndicho kitakachokuwa, chochote unachokifuata, chochote unachokiamini ndicho kitakachokuwa Mungu wako, na ndicho kitakacholeta matokeo katika maisha yako. Lakini ukumbuke ya kwamba sasa kuna jambo moja nataka nikwambie, kwamba imani inatembea pamoja na upendo, na upendo unatembea pamoja na imani. Hivi vitu viwili vinatenda kazi pamoja, hivi vitu viwili vinatembea pamoja, imani na upendo. Ndio maana huwezi kumpenda mtu pasipo kumwamini, na hauwezi kumwamini mtu pasipo kumpenda. Na imani inajaribiwa na upendo unajaribiwa, na vile vitu vinavyojaribu imani ndivyo vitu vinavyojaribu upendo kwa mtu. Imani inajaribiwa kwa dhiki, imani inajaribiwa kwa tabu. Ukisoma katika kitabu cha Waefeso 3:16 neno la Mungu linasema hivi, awajalie kwa kadri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika
utu wa ndani. Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo. Kwa maana hivi vitu viwili vinatenda kazi pamoja. Imani na upendo vinatembea kwa pamoja. Imani na upendo vinatembea kwa pamoja, na ndio maana kile kinachojaribu imani ndicho kile kinachojaribu upendo. Ukitaka kujua una imani kubwa, Mungu lazima akujaribu kwa dhiki nyingi. Mungu anaweza akakupitisha kwenye tabu. Unayo imani, ndio Danieli, wewe ni mtu mwenye imani, unamwamini Mungu anaweza kukusaidia, then unapiga magoti, unamwambia Mungu, sihitaji kuingia kwenye tundu la simba, alafu unabeba unaingizwa kwenye tundu la simba. Imani yako iko wapi Danieli? Lazima uendelee kusema, Mungu, hata kama nikiingia kwenye tundu la simba, bado naamini wewe Mungu kwa pamoja nami, sitakufa. Hiyo imani bado inajaribiwa. Imani still bado inajaribiwa. Unaweza ukamwomba Mungu kwa vitu vingi na Mungu asikupe. Akiipima imani yako, je, nisipokupa vitu hivi unavyoniomba, utaendelea kuniamini? Utaendelea kunifuata mimi? Utaendelea kuamini mimi bado ni Mungu kwako? Na imani hiyo hiyo inapimwa pia kwa kupewa vitu vingi. Je, wewe mwanangu, nikikupa fedha nyingi, bado utaendelea kuniamini mimi? Bado utaendelea kunifuata mimi? Kwa sababu kama nikikupa fedha nyingi alafu ukaacha kuniamini mimi, ukaanza kuamini nguvu zako na vitu vyako vingine, je, hiyo imani yako imekwenda wapi? Kwa hiyo imani na upendo inajaribiwa. Upendo unajaribiwa katika dhiki na upendo unajaribiwa katika raha pia. Kuna watu wengine wakipata raha sana wanamwacha Mungu, upendo wao unahamia kwenye vitu vingine, na kuna watu wengine wakipata shida sana upendo wao unaondoka kwa Mungu na kuhamia kwenye vitu vingine. Hivyo hivyo imani, ukipata vitu sana imani yako inahama kwa Mungu, unaanza kuamini vitu vyako, na ukipata shida sana imani yako inahama kwa Mungu, unaanza kuamini vitu vingine. Kwa hiyo imani inajaribiwa. Kitabu cha Yakobo 2:17 kuna vitu tunatakiwa tujifunze. Biblia inasema, vivyo hivyo imani isipokuwa na matendo imekufa nafsini mwake. Vivyo hivyo imani isipokuwa na matendo imekufa nafsini mwake. Nataka nikwambie kitu kimoja. Hakuna imani iliyokufa. Narudia tena, hakuna imani iliyokufa hapa duniani. Iko hivi. Hapa duniani kuna roho za aina mbili. Kuna roho ya Mungu na kuna roho ya shetani. Kuna miungu aina mbili. Kuna Mungu wa dunia na kuna Yesu Kristo ambaye ndiye mfalme na mwokozi wa maisha yetu. Yesu Kristo ili umfuate inapaswa umfuate kwa imani, na mashetani nao kuwafuata inapaswa wafate kwa imani. Hakuna mwanadamu ambaye anaishi katika dunia hii asiyekuwa na kitu anachokiamini. Hakuna mwanadamu anayeweza kufanikiwa pasipo kuwa na roho nyuma yake inayomsapoti yeye kufanikiwa ama kuwa mtu mkuu. Kila mafanikio unayoona kwa mwanadamu, kila kitu unachokiona, kuna roho nyuma ambayo inasababisha kila kitu kutokea, na ile roho inatenda kazi kwa sababu kuna watu au mtu anaiabudu na kuiamini na kufanya yale yote ambayo ile roho inataka, kisha ile roho inatenda kazi na kumuinua yule mtu ama vile vitu kufanya vitokee. Kila mwanadamu anacho kitu ama anayo roho nyuma yake inayomsaidia kuinuka na kupiga hatua na kufika mahala fulani. Kuna wale wanaomwamini shetani na kuna wale wanaomwamini Yesu Kristo. Sawa? Kwa hiyo kila kitu, kila mtu anayo imani. Sasa imani, Biblia inasema ya kwamba imani pasipo matendo imekufa nafsini mwake. Niamini mimi ya kwamba ikiwa imani ya mtu huyu imekufa kwa Mungu, imani hii iliyokufa iko hai upande mwingine. Manake ni kwamba kama mtu asipomwamini Yesu Kristo, lazima mtu huyu atakuwa anamwamini shetani. Kama mtu huyu asipomwamini Yesu Kristo, lazima mtu huyu atakuwa anaamini mizimu ya ukoo. Kama mtu huyu asipomwamini Yesu Kristo, lazima mtu huyu atakuwa anamwamini au anaamini mganga wa kienyeji mahala fulani. Kama mtu huyu asipokuwa anamwamini Yesu Kristo, maana yake kuna watu wanaamini ubinadamu, wanaamini binadamu wenzao. Kuna mtu anamwamini mama yake, kuna mtu anamwamini baba yake, na anamwamini kiasi cha kwamba baba na mama wamefanyika kuwa Mungu kwake. Nikimaanisha kwamba unamkuta mtu hawezi kumtafuta Mungu kwa sababu anaamini baba na mama wapo hai, baba na mama wana mali, hata kama wakifa baba na mama wana uwezo wa kunisaidia mimi nikiingia kwenye shida, baba atatoa fedha, mama atatoa fedha, baba atanisaidia hiki, mama atafanya hiki. Baba na mama wameshatafuta fedha, najua hata kama leo hii wakiondoka nimeshaandikwa kwenye ulisi, mimi nitalisi gari fulani, nitalisi kampuni fulani. Maana yake ni kwamba huyo mtu amemfanya baba na mama kuwa Mungu wake, kwa hiyo anaamini mafanikio yake yote yapo kwa baba na mama au yapo kwa ndugu. So
ikiwa imani ya mtu yoyote unayemfahamu hapa duniani, yoyote anayeitwa mwanadamu, imani hiyo ikifa kwa Mungu, maana yake ni kwamba huyu mtu anakuwa atendi matendo yanayompendeza Mungu, maana yake anatenda matendo yanayompendeza Shetani. Ndio maana nakwambia hakuna imani iliyokufa, isipokuwa imani ikifa upande mmoja, ile imani inakuwa hai upande mwingine. Imani isipozaa upande mmoja, ile imani inakuwa inazaa upande mwingine. Maana yake ni kwamba matendo ya kumpenda Yesu Kristo, kumfuata Yesu, kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hayo ndio matendo yanayothibitisha, matendo mema yanathibitisha kwamba wewe unamwamini Yesu Kristo. Maana yake ni kwamba ni matendo yanayofanya imani yako iwe hai kwa Yesu Kristo. Maana yake matendo hayo yanakuwa yamekufa, ama imani yako inakuwa imekufa kwa Shetani, lakini iko hai kwa Mungu. Maana yake matendo yako ni mema kwa Yesu, lakini matendo yako ni mabaya kwa Shetani. Maana yake ni kwamba wewe ukitenda wema, maana yake ni kwamba wewe unaonekana ni mbaya kwa Shetani. Umeelewa? Kwa hiyo matendo ambayo ukiyatenda kwa Shetani, ukaua, ukazini, ukasema uongo, ukafanya vitu vibaya, matendo yale yanakuwa yako hai kwa Shetani na unampendeza Shetani na yanawakilisha imani yako kwa Shetani, lakini matendo yale yanakuwa yamekufa kwa Mungu na inaonekana imani yako haiko kwa Mungu. Kwa hiyo imani yako ikiwa kwa Mungu, utatenda yaliyo mema kwa Mungu, na imani yako ile itakuwa imekufa kwa Shetani, kwa sababu utakuwa umempinga Shetani kwa matendo yako na maneno yako na kila kitu chako. Lakini pia matendo yako yakiwa ni mema kwa Shetani, maana yake ni kwamba matendo yako yatakuwa yamekufa kwa Mungu, yatakuwa ni mabaya kwa Mungu, utatenda vitu vilivyo viovu mbele na ya Mungu. Kwa hiyo imani yoyote ile au mwanadamu yoyote ile lazima awe na sehemu ambapo anapaamini, lazima awe na sehemu ambapo anapaabudu, lazima, ili aweze kuvuka, ili aweze kwenda mbele. Hakuna mwanadamu katika dunia hii asiyemwamini Mungu ama asiyeamini mashetani. Lazima awe na upande mmoja ambaye anapaamini. Hakuna mtu anayeweza kuamini Mungu na akaamini mashetani, akaamini ya kwamba mimi namwamini Mungu nusu na mwamini Shetani nusu. Hayupo mtu wa design hiyo. Hata kama ataenda kanisani alafu jioni ataenda kwa mganga, niamini mimi, imani yake kuna sehemu ina nguvu. Ndio maana mtu huyu utamkuta ameenda kanisani kwa Mungu, ameenda kanisani kwa Yesu Kristo, sadaka anayotoa kanisani kwa Yesu Kristo, ile sadaka unakuta anatoa shilingi 2000, lakini akitoka jioni akaenda kwa mganga wa kienyeji, anachukua mbuzi anapeleka kwa mganga kufanya dawa na kumwaga damu ili aweze kupata vitu fulani fulani. Mtu huyu matendo yake, sadaka yake inatuwakilishia ya kwamba mtu huyu imani yake ni kubwa upande wa giza, na kwa Mungu anaenda kama kuweka kiini macho mbele za watu ili watu wamuone anasali. Kwa hiyo hakuna sehemu ambapo mtu atasema ya kwamba mimi ninaamini pande zote mbili, lazima iwepo sehemu moja. Na ndio maana Yesu Kristo akasema zichunguzeni nini? Zichunguzeni matendo yao, kwa sababu matendo yao ndio yatawawakilishia imani zao wanazoziamini, ya kwamba wanaamini imani ambao wanaamini kitu gani, wanamwamini Mungu gani, wamechagua kumfuata Mungu yupi. Kwa hiyo niko hapa kutaka kukwambia kitu kimoja. Unajua, mtu asije akakwambia kwamba kumfuata Mungu na kumwamini Mungu na kuwa umemaliza kila kitu. Kumfuata Yesu na kumwamini Yesu na kuwa umemaliza kila kitu. Unaweza kumfuata Yesu, lakini nimekwambia ya kwamba imani unayosema unamwamini Yesu lazima ijaribiwe, lazima upimwe. Je, imani yako iko katika kiwango gani? Unaweza ukamfuata Yesu na ukapitia tabu, lakini leo niko hapa kukwambia jambo moja, ya kwamba hata kama Yesu akikupitisha kwenye majaribu vipi, hata kama Yesu akikufanyia mambo gani, hata kama Yesu akiacha ukaharibikiwa vipi, amini ya kwamba ipo siku atakurudi tu. Amini, na siku zote za maisha yako kama umeamua kumfuata Yesu, usije ukamwacha Yesu hata kama unapitia maumivu kiasi gani. Hata kama uliwahi kuomba mtoto miaka 7 na mpaka sasa bado unaomba mtoto, hata kama uliwahi kuomba kazi miaka 7 na mpaka sasa hauna kazi, hata kama uliwahi kuomba kitu chochote na mpaka sasa unafukuzwa kodi ya nyumba na unasema unamwamini Yesu, na watu wanakuja mbele zako wanakuambia yuko wapi Yesu wako, yuko wapi Mungu wako? Sikia, usikate tamaa. Inawezekana umemwamini Mungu kwa miaka 7, lakini kesho akafanya jambo ambalo lile jambo likawashangaza watu wote. Hata siku moja usije ukaacha kumwamini Mungu hata kama umepitia majaribu kiasi gani. Ukimsoma Ayubu, Biblia inasema ya kwamba Ayubu alinyang'anywa kila kitu. Alinyang'anywa mali, alinyang'anywa fedha, akanyang'anywa watoto, mpaka afya yake ikazorota, akaota mpaka majipu. Mke wake akamwambia mkufuru Mungu ufe. Ayubu anamwambia mke wake ya kwamba Bwana aliyenileta katika hii dunia, nilikuja nikiwa uchi na nitaondoka nikiwa uchi. Maana yake ni kwamba anaonesha ya kwamba hakuna kitu kitakachoweza kunitenganisha mimi na upendo wa Kristo Yesu, mimi na imani yangu, ya kwamba inapasa ujue, inapasa uamini, inapasa ufahamu ya kwamba kisiwepo kitu ambacho kinaweza kikakutenga wewe na imani ya Yesu Kristo. Ikiwa umeamua kumwamini Yesu Kristo, hata kama ukiumwa, hata kama kikitokea nini, amini ya kwamba
Yesu Kristo yuko pamoja na wewe na hataweza kukuacha, hataweza kukuacha. Usije ukamwacha Yesu, usije ukaiacha imani yako ya kumwamini Yesu kwa sababu ya shida, kwa sababu ya tabu, kwa sababu ya mateso, kwa sababu ya njaa, kwa sababu ya dhiki, kwa sababu ya tabu, kwa sababu ya kitu chochote kile. Sikiliza neno la Mungu linasema hivi katika kitabu cha Yakobo 1:3. Neno la Mungu linasema hivi, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta thaburi. Kumbe maana yake kujaribiwa kwa imani zetu, kumbe imani zetu lazima zijaribiwe, na zinapojaribiwa tunapata kitu kinachoitwa thaburi. Maana yake kuna zawadi tunapata, maana yake kuna kitu fulani ambacho Yesu Kristo anatupa, ambacho kile kitu kinatusaidia sisi. Kila kitu ni kama zawadi, kwamba wanangu, umenivumilia sana, umeniamini mimi, hata katika tabu, hata katika dhiki, hata katika mateso, wewe ulikuwa pamoja na mimi. Nami ninakusihi leo usimwache Mungu hata kama kitu chochote kikitokea. Ndio maana Biblia inasema katika Warumi 8:35, ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo Yesu? Je, ni dhiki, ni shida, au ni dhaa, au ni njaa, au ni uchi, au ni hatari, au ni upanga? Biblia inasema hakuna. Na mimi ninakushauri, ninakuomba kwa jina la Yesu Kristo ambaye mimi na wewe tunamwamini, ya kwamba usije ukakubali kumwacha Yesu hata kama unapitia jambo gani. Ukumbuke ya kwamba yeye ni Mungu aliye juu ya vyote. Yeye ni Mungu anayesababisha yote kutokea. Yeye ni Mungu anayeleta vyote. Ukumbuke ya kwamba yeye ni Mungu ambaye ameviumba vitu vyote. Jambo lolote unalolipitia usiogope, Mungu yuko pamoja naye. Kwa maana ukisoma katika kitabu cha Ayubu 5:18, tazama, yu heri mtu yule Mungu amwadhibuye. Kwa hiyo usidharau kurudiwa na huyo Mwenyezi. Maanake kwamba kumbe kuna wakati Mungu anaweza akakujaribu, kuna wakati Mungu anaweza kukupitisha kwenye hali ile, hali ikaonekana ya kwamba Mungu anakuadhibu. Mungu anakuadhibu, sawa, lakini katika hiyo hali usikate tamaa, usichoke, usimwache Mungu. Katika hiyo hali inakupasa uzidi kuomba, na ukiona maombi yote unayoyaomba yanakushinda, inakupasa ukae, upige magoti, uanze kuomba maombi ya rehema, uanze kuomba maombi ya kupata huruma za Mungu, ya kwamba Mungu wangu nihurumie, Mungu wangu nahitaji huruma zako ziwe pamoja nami, mimi siwezi, na kuomba unihurumie katika chochote ninachokipitia. Ninakuomba. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hajawahi kukosea. Hali yoyote unayoipitia, yani wewe kuwa tasa, wewe kuwa hauzai, wewe kutokuwa na ndoa, wewe kutokuwa na kazi, wewe kutokuwa na vitu fulani, wewe kulala njaa, Mungu hata kama ameviruhusu hivyo vitu kutokea kwako, amini ya kwamba Mungu hajawahi kukosea. Kila kitu kinachotokea ambacho Mungu amekiruhusu kitokee kwenye maisha yako kinatokea kwa sababu pengine Mungu anakutafutia njia ya kukuinua. Ni nani ambaye angejua ya kwamba Mungu anataka kumfanya Yusufu kuwa mkuu katika nchi ya Misri? Ni nani? Kwa sababu mimi na wewe tukimsoma Yusufu, hakuna sehemu ambapo Yusufu alikosea. Hakuna sehemu ambapo Yusufu alikosea. Yusufu alimpendeza Mungu, lakini pia alimpendeza baba yake. Lakini tunaona Yusufu anachukuliwa, anatupwa kwenye shimo. Yusufu anatolewa kwenye shimo, anauzwa kupelekwa utumwani. Yusufu anapelekwa kwenye gereza. Na ukiangalia hii milolongo yote, mimi na wewe tutajiuliza, kama Yusufu alikuwa anampendeza Mungu, je, Mungu alikuwa wapi hapo? Yesu Kristo alikuwa wapi hapo? Kwa nini Yusufu anapitia mambo haya yote na Yesu Kristo amenyamaza? Lakini nikwambie ya kwamba Mungu hayo yote alikuwa anayafanya kwa sababu. Kwa hiyo kila kitu kinachotokea kwenye maisha yako, amini ndani ya moyo wako ya kwamba Mungu ana sababu zake za kukufanya wewe hivyo. Ukiona kitu unakiombea mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, unatoa sadaka, mara ya tano, mara ya sita, kile kitu bado kipo na wewe, kuna wakati lazima ujifunze kujua kwamba kuna vitu vingine Mungu anaruhusu kwenye maisha yako kwa sababu fulani, ambapo siku, majira na nyakati atakapofika, sababu utakuja kuijua kwamba kumbe kwa sababu ya Yusufu kutoka kwenye nyumba ya Potifa kwenda gerezani ni kwa sababu ile nafasi ya Potifa ilikuwa sio nafasi ya Yusufu, bali Yusufu ilitakiwa awe mkuu zaidi ya Potifa. Kwa hiyo njia ya kumpeleka Yusufu kwenye ukuu wa nchi, maana yake ni kwamba ilimpasa Yusufu aingie gerezani kwanza, alafu ndipo akakalie kiti cha enzi cha ukuu. Umeona? Ni nani ambaye angeweza kuyajua hayo isipokuwa yamefichwa machoni petu? Yamefichwa kwa sababu Mungu hawezi kutenda jambo, hawezi kumtendea mtoto wake jambo la ubaya. Maana yake ni kwamba kitu kibaya kikikutokea ambacho Mungu amekiruhusu kikupate wewe, maana yake ni kwamba Mungu anatengeneza jambo ambalo lile jambo litakuja kuwa utukufu na litafuta aibu yote ya miaka yote ambayo wewe umemwamini Mungu na ukaona ya kwamba kumwamini Mungu hakuna matokeo. Usije ukaacha kumwamini Mungu. Hapa ukisoma kwenye hii Ayubu 5 inasema, kwani
Ayubu 5:18 neno la Mungu linasema, kwani yeye huyu ni Mungu, yeye huumiza lakini tena huuguza, yeye hutia jeraha na mikono yake huponya. Maana yake ni kwamba Mungu anaweza kukupitisha kwenye hali ya maumivu, lakini huyo Mungu akakutengenezea njia, akakutoa kwenye maumivu, akakuponya yeye mwenyewe. Umeona kumbe Mungu anaweza yeye mstari wa 19 inasema yeye atakuokoa na mateso 6, naam hata katika 7 hapana uovu utakaokugusa. Wakati wa njaa atakukomboa na mauti, na vita atakukomboa na nguvu za upanga. Usije ukakata tamaa, usije ukamwacha Mungu, kwa maana yeye ndio mwokozi na mkombozi wa maisha yetu. Biblia inatuambia kwamba hakuna mkombozi mwingine isipokuwa ni yeye pekee, Yesu Kristo. Kwa hiyo hata kama Yesu, jambo gani likitokea na unamwamini Yesu kwenye maisha yako, usije ukaacha kumwamini Yesu, usije ukakubali kugeukia njia nyingine, usije kukubali kufuata mambo mengine. Mungu ni Mungu wa wote na Yesu Kristo ndiye Mungu wetu, na huyo ndiye aliyetuokoa kwenye mikono ya mauti mpaka leo akatupa nafasi ya uzima wa milele. Ninakusihi sana katika kile ambacho Roho Mtakatifu ametupa nafasi ya kujifunza, Roho ya Mungu ninaiomba leo hii ikatujaze roho ya imani, imani ya kuwa wanafunzi, imani ya kujifunza mambo makubwa ya Yesu Kristo, ili imani zetu zikue nasi tukapate kuwasaidia watu wengine ambao bado hawajampokea Yesu, ambao bado hawajamfuata Yesu, ili na wao wapate kumpokea Yesu, kwa maana Yesu Kristo yu karibu kurudi. Yesu Kristo yu karibu, Yesu Kristo yuaja kwa mara ya pili, lakini inatupasa sisi tutengeneze njia, tuwasaidie na watu wengine, ili na wao wakombolewe, ili na wao wapate neema ya kuurithi uzima wa milele. Hiyo ndio ambayo Yesu Kristo anatamani kuona mimi na wewe tunawasaidia na watu wengine kumjua yeye, kama ambavyo shetani anapambana kutengeneza mawakala wa kuzimu, alafu wale mawakala wanawafata watu na kuwarudisha kwenye mikono ya uadui, ambao watu wale wanatumikishwa na kuingizwa katika mauti ya jehanamu. Mimi na wewe, Yesu Kristo anatamani kutuona pia tunafanyika kuwa mawakala wa kuwakumbusha watu kwa habari ya uzima wa milele, ya kuwakumbusha watu kwa habari ya kumwamini Yesu Kristo na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, ya kuwaaminisha watu, kuwafundisha watu na kuwafanya watu waamini ya kwamba Mungu ndiye njia ya kweli na uzima, ili watu hao wakaurithi uzima wa milele. Hivyo ndivyo ambapo ufalme wa Mungu unajengwa. Hivyo ndivyo ambavyo imani inayoongezeka inatenda kazi na kusaidia watu wengine, na wale watu wakatoka kwenye shida zao na kumfuata Yesu kupitia imani zetu. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Naamini kwa kile kidogo ambacho Roho Mtakatifu ametupa nafasi ya kujifunza, kitu hicho kitakuwa kimetusaidia mimi na wewe, kitu hicho kitawasaidia na watu wengine, ukawe ni ambassador wa ufalme wa Mungu. Yesu Kristo wa mbinguni akubarikie. Ninakuombea roho ya imani ikapate kuwa juu yako, roho ya imani, na imani ikawe kubwa ndani yako, nao ukatumike kuwasaidia watu wengine mahala popote pale ulipo. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neema yako. Shalom.